mtawatambua kwa matunda. Wengi mnaishi kinyume na Bwana anavyotaka. Kanisa hili hampendi kufunga. Kanisa hili hampendi ibada. Kanisa hili mnakuja hapa kama dini, mlivyozoea kwenye dini. Hivyo mnakuja, hamwezi kupata matokeo watu wa Bwana. Tasagika, tapitia kwenye mateso, utatafuta tayari kununua nguo au utapata. Nikwambie ukweli, kwa sababu Mungu unayemwabudu, unamwabudu ndivyo sivyo, unamwabudu kinyume. Anasema mnaonekana wema machoni pa nani? Pa watu, lakini mioyo yenu imenikataa. Wengi hawajaacha tabia zao za asili. Wengi hawajaacha tabia chafu. Bwana asifiwe. Haitakufikisha mbali. Mimi nakwambia ukweli. Yaani umepata mchungaji ambaye anakuambia ukweli. Na huu ukweli nao usema ndio maisha yangu yalivyo mimi huyu. Sisemagi uongo. Nakwambia ukweli. Na sisemagi ili uendelee kukaa au uondoke. Mimi nasema maamuzi ya kukaa ni wewe, au kuondoka au kukaa ni wewe. Amen. Kwa nini kanisa la Bwana liendelee kuzofika? Tumeamua kumfuata Bwana. Hebu tumfuate Bwana kwa moyo wa kupenda. Tusionekane wema machoni pa nani? Tunamdanganya nani? Mimi kwenye umri unaweza ukanidanganya? Au mimi kwenye umri naweza nikakudanganya wewe? Lakini watu washirika karibia nusu ya hili kanisa wanaishi kinyume na neno la Bwana. Kinyume na neno la nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa matokeo hayo, matatizo yanakaa kwenye maisha yetu muda wote. Matatizo yanakaa yetu. Matokeo ya kuishi kinyume na Bwana ni yanaonekana dhahiri kwenye maisha yako. Wakati mwingine unaweza ukasema mchungaji hana nguvu. Unafikiri nguvu inafananaje? Lazima nguvu ianze na wewe. Kuna watu mmeahidi hamtaki hata kutoa, na unakumbuka na unajua umeahidi. Sasa unaishi kinyume. Tumeahidi bati tangu mwezi wa ngapi? Wa 12. Tunakukuruka na shilingi 9,000 tu. Sasa hivi ni mwezi wa 3. Unataka kuniambia wewe umekosa shilingi 9,000? Lakini hujajua kwa nini umekosa. Ni kwa sababu mambo ya Mungu hauyapi kipaumbele. Bwana asifiwe.